Stori ya mama mchawi na simu ya kijitu. Hii ni stori ambayo imetokea katika kijiji cha Kiwangwa. Katika kijiji hiki cha Kiwangwa kuna simu moja tu ambayo hutumika kwa ajili ya mawasiliano, na simu hii huhifadhiwa kwenye ofisi ya mwenyekiti. Lakini cha ajabu na cha kuogopesha zaidi hutokea kila baada ya saa 12:30. Simu hii huita na kujipokea yenyewe, kisha sauti za ajabu, miungurumo ya kutisha na maneno yasiyoeleweka kusikika. Imekuwa ni kawaida kila ifikapo saa 12:30. Tabia hii imekuwa ikileta hofu kwa wanakijiji na kuwafanya waweze kuogopa sana. Lakini pamoja na hofu ambayo ilizalishwa katika mioyo yao, bado fununu zilikuwa ndani yao zikisema kuwa huenda hii ni laana ambayo imesababishwa na mama mchawi wa Kiwangwa. Mama mchawi huyo anapatikana katika msitu mdogo uliopo katika kijiji hiki cha Kiwangwa, ambayo kuna nyumba ndogo amejitenga mbali kabisa na wanakijiji wenzie, asiyependa kuonekana mchana isipokuwa usiku peke yake. Tembo wa kijiji anayefahamika kwa jina la Asha, binti msomi mwenye uelevu, lakini pia anayeaminika na jamii nzima ya Kiwangwa kutokana na elimu kubwa aliyokuwa nayo. Binti huyu hakuamini kabisa kwenye mambo ya shirki, kwa sababu yeye ni msomi, ni mtu ambaye anaamini kwenye usasa na sio mambo ya nguvu za giza au masuala yote yanayoaminika kwenye upande wa jadi. Kwa upande wa Asha, kwake hii ilikuwa ni kama uvumi tu, kwa sababu hakuamini kwenye mambo ya shirki. Hivyo aliamua kukata shauri na kusema kuwa anataka kuwaaminisha watu kwa yule mama mchawi wa Kiwangwa ni mama wa kawaida asiyekuwa na nguvu ya giza yoyote ndani yake. Akaamua kufunga safari usiku pasipo kuaga familia yake kwa mwendo wa kunyata, ili aweze kufika katika msitu huo na kuona ni kipi ambacho kipo nyuma ya panzia wanakijiji wasichokifahamu, na badala yake wanaamini kama ni ushirikina. Asha alifunga safari mpaka katikati ya msitu ambapo mama mchawi wa Kiwangwa alipokuwa anaishi. Baada ya kufika katika msitu huo, ulikuwa kuna giza totoro lisilo la kawaida. Asha alipofika alikuwa na hofu ndani yake, lakini bado alijipa ujasiri kwa sababu alitaka kuwakomboa wanakijiji katika imani yao dhaifu alikuwa nayo kama yeye alivyokuwa anaamini. Asha alipofika, mchawi akamwambia, "Karibu Asha." Asha alishtuka, "Umenijuaje?" Akamwambia, "Karibu." Asha akasema, "Ninataka kujua kwa nini simu huwa zinaita sana kila baada ya ifikapo saa 12:30, na kwa nini wanakijiji wanaamini kuwa wewe ni mchawi?" Mama mchawi akamwambia, "Una ujasiri wa kujua siri iliyojificha kiakili na kimwili?" Asha alizidi kuogopa zaidi. Baada ya hapo, alisikia simu yake ya mkononi ikiita. Kisha sauti ya mama mchawi ikasikika akisema, "Wewe ndiye utakuwa mpokea simu wa mwisho." Tangu tukio hilo litokee, Asha hakuonekana tena katika kijiji cha Kiwangwa. Wanakijiji walipata mashaka na hofu zaidi, lakini pia walihuzunika kwa sababu